Siku ya uhuru wa vyombo vya habari huadhimishwa lini? Siku ya uhuru inafaa iadhimishwe siku yenye gava yote inashukishwa. Date 8 Mei. Sielewi hiyo. Hiyo nayo sijui. Uhuru wa wanahabari unatambuliwa chini ya kipengee kipi cha katiba? Kipengee ya Youthman na Area. Media Act, lakini chapter ndio si. Bado sielewi hiyo. Najua unatambuliwa lakini sijui kipengee halisi. Nitajie mashirika mawili yanayotetea maslahi ya wanahabari. Mashirika ya kwanza ni Kazi Mtaani kama youth. Mashirika ya pili na KUJ, Kenya Union of Journalism. Alafu kuna Media Council. Haki Afrika. Alafu najua Haki Afrika. KNUG. Shirika la The Standard Group ilianzishwa mwaka upi? The Standard, hiyo ni shughuli yao siwezi jua. 1984. Sifanyi huko. 1902. Nitajie vyombo vya habari vya serikali nchini. Kuna KTN News, kuna Citizen bado, kuna bado Inoro Mzae. KBC. Kuna KBC. Na KTN. KNU na KPC. Siku ya wanahabari itatambuliwa siku gava itashukishwa. Jamani, Wakenya unifurahisha. Huyo ni Youthman wa mtaani. Eti ana ile ingine amesemaje? Next time gather them hiyo. Sawa. Tuangazie hiyo sijui. Hiyo sijui. Na mwingine akaulizwa Standard Group sifanyi huko. Sifanyi huko. Tuangazie. Huwa tunawapatia Wakenya maswali 5. Dakika ni moja kujibu. Nani anajiamini? Hata nyinyi wanahabari hamjiamini. Sema, mimi najiamini. Siku ya uhuru wa vyombo vya habari huadhimishwa lini? September. No. February, March. Yeah. Kennedy. May. Tarehe 3 mwezi wa 5. 3 Mei. Haya. Uhuru wa wanahabari unatambuliwa chini ya kipengee kipi cha katiba? 34. 34. Nitajie mashirika mawili yanayotetea maslahi ya wanahabari. Haya yote ni mashirika. Sitaja mawili. Kenya Editors Guild. Yako ni? The Foreign Press Association Africa. Na yako Association of Freelance Journalists. Yako Kenya Union of Journalists. Imeitwa KNU. KNUJ. Shirika la Standard Group lilianzishwa mwaka upi? 1904. Uko karibu. 1902. Haya, si 1994, 1902. Haya, nitajie vyombo vya habari vya serikali nchini. KNA, KBC. Haya, umeona? Wakenya wamesikia. Sasa wamesikia. Tukienda mtaani. Na pia kuna KNA, msisahau KNA. Amesema KNA, KBC. Turudi. Hapo ni chemsha bongo tu kujichangamsha kidogo kupata kuelewa hali halisi humo nchini na Wakenya wanaelewa vipi mada ambayo tunaijadili. Turudi sasa. Hata kuendelea hapo kuna kile kitu tunasema kuna ile masomo ambapo tunafaa tunapatia umma kulingana na vile vyombo vya habari nafanya kazi. Ile inaitwa kwa kimombo Media Information Literacy. So tunasema kwamba tutazidi kujadiliana na wananchi ili waweze kuelewa vyombo vya habari zaidi. Kwa hivyo kama wananchi hawaelewi vizuri, pia hiyo ni changamoto kwetu. Ili tuweze kuendelea na hilo mafunzo na kujadiliana na wananchi ili waweze kuelewa vyombo vya habari vile wanafanya kazi na pia wanahabari vile wanavyofanya kazi vizuri. Na katika kutafuta suluhu, mmetaja awali kabla tuingie madukani kwamba sasa hivi tumeona hasa maafisa wa polisi wakitumia mbinu tofauti na serikali vile vile kutumia mbinu tofauti kukandamiza vyombo vya habari. Tulitaja mfano kisa ambacho tulikiangazia kwamba polisi wanajidai kuwa wanahabari na kwenda sehemu mbalimbali wakikamata watu wakati wa maandamano. Tumeona maafisa wa polisi wakitumia barakoa, maafisa wa polisi wanapowateka watu hata wajitambulishi wanawakamata kwa kusudi gani. Tumeona baadhi ya magari yanayotumiwa yakiwa na sajili ambazo
haziambatani na magari yenyewe. Kwa sababu tuliona katika kisa cha jana kwa mfano, ile number plate ilikuwa tofauti na gari lenyewe lilivyosajiliwa na NTSA. Hiyo inaonyesha nini, na haswa hilo linaweza kukabiliwa vipi katika dunia ya sasa, na hasa kipindi hiki ambapo tumekuwa tukishuhudia maandamano? Tutakuwa tukienda kwa haraka kwa sababu ya muda sasa. Nafikiri utambulisho ni muhimu sana, hasa katika mazingira kama ya sasa ambapo kuna serikali inasema kuna wahuni ambao wameingilia maandamano ya umma. Lakini si hizo mifumo tu peke yake. Vile vile unapoangalia kwenye mitandao ya kijamii, majukwaa mbalimbali ya kijamii, unakuta kwamba kuna watu ambao upande ule wa serikali wanajaribu kuonekana kama wanaitetea serikali dhidi ya haya ambayo yanatendeka, na wanawalenga waandishi wa habari kwa kutuma taarifa gushi. Nia ni kwamba ni kujaribu kukupaka tope na yale ambayo mnajaribu kuyafanya. Na taarifa hizi zinasambazwa kote kote. Nafikiri asasi ambazo zinahusika lazima zianze sasa kuamka na kujua kwamba matatizo ambayo yanazungumziwa na vijana wa nchi, matatizo ambayo yanahusu mustakabali wao. Si masuala ambayo mtu fulani ametoka anajaribu kuingiza katika mifumo na maisha ya raia wa Kenya. Raia wa Kenya wanasema kwamba tunataka mazungumzo na serikali, wajue kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavyozungumzia ambavyo sisi kama vijana haturidhishwi. Manake tumekuta kwamba mara nyingi kumekuwa na tunasema katika Kiswahili kwamba mazoea ni tabu. Kumekuwa na mazoea, wanasiasa wanakuja wanauza sera kisha wanapoingia kule kwenye bunge au kwenye uongozi wanaenda kinyume sana na walivyoahidi wananchi. Kwa hivyo sasa vijana wanawaambia kwamba tumechoka na huu mchezo wa paka na panya, na nishati sasa tuwe na serikali ambayo inasikiza, na inapotunga sera, bunge linapotunga sera lahakikisha kwamba linasikiza watu. Kwa hivyo lazima pawepo na huu utambulisho. Waandishi wa habari wanajitambulisha. Sidhani kama kuna mwandishi wa habari ambaye anaenda kufuatilia maandamano haya au shughuli nyingine ambazo zinaendelea katika taifa bila utambulisho. Zubeda, ningependa kusema ya kwamba kuanzia mwaka wa 2010 tulikuwa na Kenya mpya, tulikuwa na sura mpya ya Kenya. Baadaye kwa sababu tulikuwa na katiba mpya, na tulibadilisha hata lile jina la polisi kutoka kwa ile police force to police service. Police service inamaanisha kwamba unatoa huduma kwa wananchi, kwa sababu wanasemanga wao ni watumishi kwa wote. Ukiangalia ile motto yao inasema watumishi kwa wote. Na tulibadilisha hiyo kutoka kutumia nguvu na kuibadilisha kuwa kuhudumia wananchi. Naweza kuambia mifano miwili. Wiki mbili zilizopita tulikuwa na hao vijana. Walikuwa kule Uhuru Park wakafanya sherehe yao, wakarudi katikati ya jiji la Nairobi. Walikuwa wanaendelea na densi yao na kusherekea. Kulikuwa na ule mkuu wa polisi ambaye anasimamia mambo ya polisi kule Nairobi, Bwana Bungei. Alienda kule kuwaongelesha. Aliongea na wao na kisha wakatoka wakaenda nyumbani. Hawakufanya ufujo, hawakupora kila mali, hawakuja kuharibu mali. Kuna ile video ambayo imekuwa ikitembeka, tulitumika katika mwaka wa 2007 wakati tulikuwa na uvurugu humu nchini. Kulikuwa na ule polisi ambaye alikuja kaongelesha wale walikuwa wanaandamana. Aliongelesha akawaambia kwamba sio lazima tuharibu mali. Hii Kenya tumejenga siku nyingi. Si lazima tuharibu leo. Tukue na watu wanaohudumisha amani. Walisikiza na wakaenda. Lakini ukipata polisi ambao bado wanaamini ya kwamba kutumia nguvu na bunduki ndivyo wanafaa kutekeleza kazi yao, huyo ni polisi ambaye bado anaishi kwa zile miaka zilizopita. Kwa hivyo tunasema kwa hata kule mafunzo lazima tuangalie vile tunaweza badilisha mafunzo kwa polisi pale. Tuambie mkienda kule nje mwenda kutoa huduma kwa wananchi. Amwendi kwenda kutumia nguvu kusavu wananchi. Hivyo ndivyo tutabadilisha Kenya. Lakini kama bado tunataka kubadilisha Kenya, lakini kuna watu bado wako na ile akili ya kiumla, wanafikiria kwamba kwenda kufanya kazi kama wewe ni polisi lazima utumie nguvu, lazima uteke watu nyara. Basi watu kama hao mimi sioni kama wako wa Kenya kisasa. Na hivyo ndio agency wanasema sisi hiyo Kenya tuliwachana nayo miaka nyingi, hata tukiona tulikuwa tunasikia tu wakati wa KANU watu walikuwa wanatekwa nyara, watu hawakuwa na uhuru wa kujieleza, watu hawakuwa na uhuru wa vyombo vya habari. Lakini sisi tulizaliwa wakati wa Kibaki, wakati ambapo tumekuwa na masomo ya bure, tumesoma, tunajua kujieleza, tunajua tuko na uhuru wa kufanya kazi yetu. Kwa hivyo tunasema kwamba kama kuna bado polisi ama afisa wote wa polisi
ambaye anafikiria kwamba kutumia nguvu na kuteka watu nyara ndivyo watu wanafaa kufanya kazi. Najaribu kumwambia siku zake kuishi Kenya ni kidogo sana. Anajipata ameishi kivyake na kama kibinafsi. Tumsikize Kioko kama na habari kule mashinani. Unajua tumeona kwamba ujio wa teknolojia pia umeleta mabadiliko makubwa katika nyanja ya wanahabari. Sijui nyinyi binafsi mmehisi kuathiriwa kwa njia yoyote. Sasa hivi tunaona pia kuna citizen journalist ambao wamejitokeza, kila mmoja anataka kupiga picha yake na kuichapisha hasa katika mitandao ya kijamii. Katika karne hii mpya ambayo tuko kwayo, katika karne ambayo kila mmoja anataka kupeperusha habari, katika karne ambayo kila mmoja anataka kujua yanayofuatiliwa ama yanayotekelezwa ama yanayofanyika katika jamii, kipi cha muhimu ambacho tunastahili kukizingatia hasa katika uchapishaji wa habari na kwa kuzingatia ujio wa teknolojia, masuala ya fake news na kadhalika? Asante sana Zubeida. Unajua ni kwamba heshima ya vyombo vya habari huwa inapatikana ya kwamba, na hii ndio tofauti yetu na hawa wengine ambao wanapeana habari zao kupitia kwa hiyo ambayo umesema citizen journalism. Sisi kwa sababu sisi ni vyombo vya habari, tuna uwajibu wa uhariri. Lakini hawa wengine unapata kwamba mtu yeye ndiye, kwa sababu ana simu, yeye ndiye mwenye, tuseme mwenye hiyo simu, yeye ndiye mhariri, yeye ndiye reporter, yeye ndio kila kitu, yeye ndio camera person. Sasa hapo ndio panakuwa na shida. Sasa anakuwa na ule uharaka wa kutuma habari. Na katika kuwa na ule uharaka wa kutuma habari, hapo ndipo huwa panatokea makosa. Kwa hivyo tuseme hivi, mtu ambaye ako na simu hatuwezi mfananisha na mwanahabari ambaye ni lazima afuatilie sheria fulani. Hapa kwa mfano, hapa niko kwenye ofisi zenu, niko na wenzangu hapa ambao wanang'ang'ana kuandika taarifa zipitie kwa mhariri na mambo kama hayo. Kumekuwa na tabia fulani ya kujaribu kuwafananisha wanahabari ambao wanafuata hizi sheria zote ambayo wamezifunzwa na ni sheria za taaluma, kujaribu kuwafananisha na huyu mtu tu ambaye akiona jambo limetendeka anainua simu yake, anaanza kufanya video na mambo kama, alafu tunaanza kumuita kwamba yeye ni mwanahabari. Haiwezekani kuwa hivyo. Japo kwamba mazingira ama lile soko la kuwa na njaa ya habari imebadilika, haimaanishi ya kwamba wanahabari wawe sasa katika mashindano na hawa watu wengine. Sharti wanahabari waendelee kufuatilia zile sheria za taaluma, manake hivyo ndivyo heshima ya taaluma itahifadhiwa. Naam. Asante. Kumekuwa na tabia. Ndio. Niko na objection kidogo na nitatofautiana na Kioko kidogo, kwa sababu naona hii ndio opportunity yetu kama media, and nashukuru kwanza Standard Group iko na hiyo opportunity ya talanta ya kutengeneza hao Gen Z. Wamekuwa kwa TikTok na wanaweza kufanya hizi habari na kupeperusha hizi habari live, lakini sisi ni jukumu yetu sisi wenye wale tumefundishwa hizi the rules za kupeperusha habari, twende tuwachukue hao Gen Z, tuwaoneshe these are the cardinal rules za reporting. Kwa sababu it's an opportunity for us. No. It's an opportunity, but tusiwalenge na tuseme wanafanya kazi mbaya. Wanafanya kazi nzuri ndio, lakini tunaweza kuelekeza kwa ile njia ya usawa. No. Ile wanaweza kufanya kazi na sisi wenyewe tukue pamoja, kwa sababu they are the future journalists. Wale wako na courage ya kwenda kuoneshana live hizi, kupeperusha live hizi stories zote. They are the future journalists. Na labda nadhani kile ambacho Kioko alikuwa anasema hapa, na hao ndio the future journalists. Niko na kama dakika moja peke yake. Naam. Natafutiana na Wini kwa sababu lazima tujue na tuna tofauti. Kwa wale wenzetu ambao wanataka kufanya citizen journalism, tuwaache wafanye kazi yao. Hiyo ndio kwa sababu tuko na uhuru wa kujieleza. Tuko na wanahabari ambao wako na taaluma ya wanahabari.
tuwache wao pia wafanye kazi yao ya wanahabari kama wale ambao wamesomea na wako na taaluma. Hamna haja ya sisi kwenda kutafuta mtu, sisi tuanze kuimpose wafanye vile sisi tunavyotaka. Wao wako na kazi yao, na kwa sababu tumesema kuna laini imechorwa. Tunasema kwa huu upande mwingine kuna wale wanataka kufanya citizen journalism. Kwa huu upande mwingine kuna wale ambao wanataka kufanya kazi yao kama wale walio na taaluma ya wanahabari. Kwa sekunde chache za kufunga, kwa sababu namuona Ashley yuko studioni na taarifa zaidi, nini ambacho kifanyike tofauti? Nimeona vyombo vya habari vimeitisha mgomo ambao utafanyika siku ya Jumatano wiki kesho. Je, maandamano hayo ndio suluhu? Nini ambacho kinahitajika kufanyika tofauti tunaposonga? Sekunde kama 10 peke yake, Kenneth. Cha muhimu ni kwamba tuheshimiane tu. Tuheshimiane tu. Kila mtu afanye jukumu lake, polisi wafanye kazi yao, waandishi wa habari wafanye kazi yao, na tuheshimiane, kila mtu afuate katiba. Maandamano ndio suluhu. SG. Sisi tumesema ni ukweli ya kwamba lile baraza la wahariri na chama cha wanahabari humu nchini Kenya tumesema kwamba tuandamane. Maandamano yetu ni ya kwamba lazima tunataka kuambia dunia nzima wa Kenya waweze kuelewa ya kwamba hizi ndio changamoto ambazo tunapitia. Iwapo mnaona kwamba hatufanyi kazi zetu vile mnavyotaka, kuna changamoto. Na pia tuambie serikali ya kwamba na dunia nzima kwamba tukitaka kuwe na nchi na inaitwa Kenya, lazima wanahabari ama vyombo vya habari wawe na uhuru wa kufanya kazi. Sisi tunafanya maandamano ile ya amani na sio ile ya kuharibu mali ya mtu, ili tu watu waweze kutuelewa, kwa sababu tumepata ya kwamba sisi huwa tunaeleza matatizo ya watu wengine, tunaeleza matatizo yaliyo katika jamii, lakini sisi hatuna nafasi ya kujieleza watu waweze kuelewa ni changamoto gani tuko nazo. Hiyo ndio kwa sababu tumeita hiyo maandamano, ili watu pia waweze kuelewa yale changamoto tuko. Tuna wanahabari ambao wako na shida ya kulipa mishahara. Lazima pia tuzungumuze hayo, kwa sababu tusipozungumza hakuna mtu atazungumza kulingana na yale mambo yanaendelea. Asante sana. Tungependa kuendelea lakini muda haunasi. Tumekuwa naye Winnie Kamau ambaye ni rais wa muungano wa wanahabari. Unajua mnafaa kuwa editors. Edit. Tumekuwa na Kioko wa Kibanji akiwa Nakuru. Tumekuwa na Kennedy Wandera, mwenyekiti wa muungano wa wanahabari wa kimataifa, na vile vile nimekuwa wako Zubeida, tukiwa naye Rebecca. Naomba nimpishe Ashley Mazuri atueleze na mengi zaidi, lakini ni siku ambayo tunakemea vitisho ambavyo vinaelekezwa kwa wanahabari. Tumpishe Ashley kwa mengi zaidi na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri.